Hapa kuna aya za Qur'an zinazothibitisha ukweli wa kisayansi kuhusu uumbaji wa ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kina. 1. Mwanzo wa ulimwengu, nadharia ya Big Bang. Allah anasema, je, hawakuona wale walikufuru kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimefungamana, kisha tukazibomoa na tukajaalia kutokana na maji kila kilicho hai? Basi je, hawaamini? Uchambuzi wa kisayansi. Nadharia ya Big Bang inasema kwamba ulimwengu ulianza kama jambo moja lililoshikana kabla ya kupasuka na kupanuka. Aya hii inasisitiza kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimefungamana kisha zikapasuliwa. Aidha, aya hii inaonyesha kuwa maji ni chanzo cha uhai, ambao ni ukweli wa kisayansi. Takribani 70% ya mwili wa viumbe hai ni maji, na maisha yote yanategemea maji. 2. Upanuzi wao anasema, na mbingu tumeziumba kwa nguvu zetu, na kwa hakika sisi ndio tunaopanua. Uchambuzi wa kisayansi. Dhana ya upanuzi wa ulimwengu iligunduliwa na Edwin Hubble mwaka 1929. Alithibitisha kuwa galaksi zinajitenga na kila mmoja kwa kasi, ikionyesha kuwa ulimwengu unapanuka. Qur'an ilitaja ukweli huu karne nyingi kabla ya ugunduzi wa kisayansi. Maneno sisi ndio tunaopanua yanaonyesha maarifa ya kina kuhusu mchakato wa kosmolojia. 3. Uumbaji wa mbingu na ardhi katika hatua. Allah anasema, yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Uchambuzi wa kisayansi. Sayansi ya kisasa inaonyesha kwamba uumbaji wa ulimwengu haukuwa wa papo hapo, bali ulifanyika hatua kwa hatua. Ingawa siku 6 inaweza kutafsiriwa kama vipindi au hatua, inasisitiza kuwa mchakato wa uumbaji ulikuwa wa kimaendeleo. Kutengana kwa mbingu na ardhi. Allah anasema, kisha akaelekea mbinguni na ilikuwa moshi, na akaiambia hiyo na ardhi, njoo, kwa hiari au kwa ghadhabu. Zikasema, tumekuja kwa hiari. Uchambuzi wa kisayansi. Wanasayansi wanakubaliana kuwa ulimwengu ulianza kama moshi au mvuke wenye joto kali sana. Maneno mbingu ilikuwa moshi yanaelezea hali hii ya mwanzo. Hii inalingana na ugunduzi wa kisayansi unaosema kwamba nyota na galaksi zilianza kutokana na gesi ya hidrojeni na heliamu. Kizuizi kati ya bahari na vyanzo vya maji. Allah anasema, yeye ndiye aliyeacha bahari mbili zikutane. Kati yake pana kizuizi, wala hazichanganyikani. Uchambuzi wa kisayansi. Wanasayansi wamegundua kwamba maji ya bahari mbili tofauti hayachanganyiki kwa sababu ya tofauti katika wiani, joto na kiwango cha chumvi. Hii inajulikana kama halocline. Aya hii inaonyesha maarifa ambayo yalithibitishwa na sayansi ya kisasa karne nyingi baada ya kutajwa katika Qur'an. 6. Giza na nuru katika kina cha bahari. Allah anasema, au ni kama giza katika bahari kuu inayofunikwa na mawimbi juu ya mawimbi. Juu yake kuna mawingu, giza juu ya giza. Mtu anapotoa mkono wake karibu hawezi kuona, na ambaye Mwenyezi Mungu hampi nuru, basi hana nuru. Uchambuzi wa kisayansi. Katika kina cha bahari zaidi ya mita 200, hakuna mwanga unaopenya, na hii husababisha giza nene. Mawimbi ya juu na ya ndani ya bahari yanaweza pia kuathiri mwanga. Ugunduzi huu wa kisayansi umeweza kuthibitishwa kupitia teknolojia za kisasa za uchunguzi wa bahari. 7. Uumbaji wa dunia. Allah anasema, je, ninyi ni wenye kukanusha ambaye ameumba ardhi kwa siku 2 na mkamfanya washirika? Huyu ndiye Mola wa walimwengu wote. Uchambuzi wa kisayansi. Aya hii inaonyesha mchakato wa hatua kwa hatua wa uumbaji wa dunia. Kwa mujibu wa nadharia ya kisayansi, dunia ilianza kuundwa kutokana na nyota zilizoshindwa kudumu, kisha ikachukua muda mrefu kujitengeneza. 8. Umbo la dunia. Allah anasema, baada ya hapo akaifanya ardhi kuwa kama yai. Sura ya uchambuzi wa kisayansi. Neno la Kiarabu dahaha lina maana ya kuizungusha au kuifanya kama yai. Dunia si tambarare, ina umbo la duara dufu ambalo ni sawa na umbo la yai. Ukweli huu ulithibitishwa na sayansi ya kisasa karne nyingi baada ya Qur'an kufunuliwa. Hizi aya zinathibitisha jinsi Qur'an ilivyotangulia kwa maarifa ya kina kuhusu uumbaji wa ulimwengu, ambayo yameendelea kuthibitishwa na sayansi ya kisasa.